Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay, wadau wetu wa Fabidigo TV, karibuni sana katika siku hii ya leo, siku ambayo tunakuletea yale yaliyojiri katika muda huu ni mimi Godia Alon Mwabunguru katika Fabidigo TV na BM Zakarion TV, na kuletea habari ile ambayo inafurahisha na habari ya kusisimua katika michezo football, yani mpira wa miguu, kandanda. Watu wengi wanapenda kuita kandanda na mimi naita kandanda kabisa. Yanga wamezuga kujenga uwanja wa mpira pale Kariakoo Jangwani, yani baada ya kupigwa pini na FIFA usajili, yani kupigwa pini wa usajili na FIFA na kutojulikana kwamba lini watafunguliwa, baada ya kuwa na madeni mengi ya wachezaji wengi wale ambao wanadaiwa na Yanga Football Club. Yani Yanga wanadaiwa na wachezaji wengi kwamba warudishe kitu fulani kwa wachezaji, yani wachezaji wale waliovunja mkataba nao wanawadai madeni ya kwamba bado hawajalipwa. Kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na comment, na mimi ndo Fabidigo katika Fabidigo TV. Yes, habari hii nakuletea, sikiliza mpaka mwisho ili uweze kupata ukweli na uwazi katika hii habari. Habari hii imetufikia baada ya kutangazwa Yanga kufungiwa usajili kutosajili na muda usiojulikana kwamba lini watafunguliwa, baada ya kuonekana kwamba wana makosa mengi sana na kesi nyingi sana zikiwa upande wao kwamba wanaonekana wanadaiwa pesa nyingi sana, kulingana kwamba pesa wanazodaiwa ni za wachezaji wa aina tofauti, wale ambao walivunjiwa mkataba na wengine makocha wengine waliovunjiwa mkataba bado hawajarudisha hizo hela. Na Yanga wanakuwa na utaratibu mmoja wa kumfukuza kocha hata kama hajamaliza mkataba, kwa kusema labda wanadai au labda watawalipa. Kuna wachezaji wengi sana walikuwepo waliovunjiwa mkataba kama vile wakina Okla, Baleke na wachezaji wengine wengi sana waliovunjiwa mkataba au ambao wanakuwa na wadai Yanga. Na kumbuka kwamba kuna kesi iliwahi kunguruma kati ya Yanga na Benson Morrison wakati yuko Simba, lakini Benson Morrison akaweza kuwashinda Yanga. Yanga wanaonekana uongozi wao kidogo unaenda kwa kumamluki, yani wanaenda kwa kucheza, yani kwamba wanaenda kisifa, hawaendeshi klabu kama vile klabu inavyotakiwa kuendesha. Kwa nini naongea hivi? Siongei kama mshabiki au siongei kama mdau wa kuipenda timu fulani, lakini naongea ukweli unauma, lakini ukweli ndio huo. Hapo juzi palitokea kwamba Yanga dabi ya Kariakoo iliyochezwa tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026, ilionekana kwamba Yanga walitoka nje ya uwanja kwenda kubadilishia nguo nje kidogo mwa uwanja wa Meja Jenerali Samunyo, ambako walitoka nje kuenda kwenye nyumba ya mtu wakiamini kwamba labda ni ushirikina uliofanyikwa kwenye uwanja fulani wa Meja Jenerali Samunyo, because uwanja ule ulikuwa ni mwenyeji alikuwa ni Simba na Simba ndo alikuwa anatumia ule uwanja. Sasa basi tukiongea hivyo kwamba majuzi kati hapo wametoka kupigwa faini na TFF kwamba watatoa shilingi milioni 30 ambazo sasa zipo kwenye mchango wa wanachama na wapenzi wa Yanga wameamua kuichangia klabu yao ili waweze kupata pesa ambazo za kuwalipa TFF hiyo ambayo wanadaiwa kulingana na mapungufu yao walioyafanya wao wenyewe kwa kuamua kutoka nje ya uwanja. Habari hiyo wakati inatokea hapo katikati, tumesikia juzi kwamba Yanga Football Club FIFA imeifungia Yanga kufanya usajili kwa muda usioeleweka, yani kwamba wamefungiwa mpaka pale ambapo madeni yao yatakuwa yameisha. Na ambaye na wadai Yanga sio mtu mmoja, ni wachezaji wengi ambao wamepita Yanga na wamevunjiwa mkataba na wanaonekana kwamba wajalipwa na kuipeleka kesi huko FIFA. Na FIFA
wao, kwa vile wanatunza au wanaangalia haki ya mchezaji au haki ya kocha ambaye aliwahi kufanya kazi Yanga na kusimamia kwamba Yanga amruhusiwi kusajili mpaka mtakapowalipa watu. Na watu wengi wanakuja mbali zaidi kwamba washukuru wamesimamishwa kusajili, maana hata TP Mazembe waliwahi kusimamishwa kusajili, hata Wydad Casablanca waliwahi kupigwa faini ya kumlipa Msuva bilioni 1, hata TP Mazembe waliwahi kupigwa kulipa faini ya Singano Messi shilingi bilioni 1, ambayo FIFA hawataki kucheza sana na mishahara ya wachezaji, yani cheza na watu wengine, sio kuwachezea wachezaji. Habari hii Fabidigo TV tumeenda hadi mbali zaidi kuangalia hii habari imekuaje, nasi tukaja kujiridhisha na kuona habari hii ni ya ukweli kwamba Yanga wameshapigwa pini na FIFA kutosajili kuanzia mwaka huu au msimu huu hadi pale ambapo watakuja kufunguliwa, na imeelezwa kwamba haina muda wa kuja kusajili, haina muda kwamba wameweka kwamba labda miaka miwili msisajili. Hawajaongea, wameandikiwa barua ya kwamba wamefungiwa kusajili wa muda usioeleweka. Ina maana kwamba kuanzia sasa hivi Yanga wanatakiwa waanze kuongeza mkataba wa wachezaji wao waliomo ndani ya Yanga au kuwaomba wawepo hapo hapo wasiondoke. Kwa hiyo basi, kama tunaongea hivyo, kwa nini hichi kitu kinatokea vipi? Ndio maana mwanzoni pale nimeongelea kwamba viongozi wa Yanga Football Club, ili tuwezi kuwasifia wala kuwapongeza, kwa sababu kweli tumeona katika msimu mmoja timu inabadilisha makocha zaidi ya watatu kwa kuwafukuza. Ina maana timu ya aina hiyo, kama unabadilisha makocha kwa mkataba aliosaini labda miaka miwili ukamvunjia bado hata mwaka mmoja jamaliza, ina maana unatakiwa umlipe stahiki zake. Kuna wachezaji kama kina Kante walikuja kutoka Algeria, walimchukua mchezaji lakini baadaye wakaona kiwango chake kibovu wakamtoa. Ina maana ukimtoa mchezaji kwa kumvunjia mkataba inatakiwa umlipe mchezaji. Kuna wachezaji wengi wakina Okra ambao tumetaja hapo chini kwamba waliwahi kuwa Yanga lakini wakaondolewa, kina Bareke. Hawa wachezaji wote wanavyoenda FIFA waangalie kwamba alikuwa na kiwango kibaya au kidogo, wewe kwamba umsajili au umfanye kumtoa. Uwezekani kumtoa mchezaji wa aina hiyo, kwa sababu yeye ni kazi yake. Kama kiwango chake ni kidogo, likionaje? Kwa hiyo FIFA wanachoangalia ni kwamba mlipe mshahara wake kulingana na mkataba wake. FIFA wanalinda sana wachezaji wa mpira wa miguu au wachezaji wa michezo ya aina yoyote, kwamba asifanyiwe makosa au asionewe katika hivyo. Fabidigo TV imeenda mbali zaidi katika komenti zake, kulingana na wachambuzi wetu hapa studioni kwetu. Tukaona ya kwamba tukifuatilia Yanga kiundani, tukagundua ya kwamba Yanga sasa hivi wametangaza kujenga uwanja. Kuna klipu zimesambaa mtandaoni kwamba wameenda kukagua eneo la kujenga uwanja. Kama uwanja unajengwa kwa bilioni 100 kwenda mbele, je, kwa nini mmeshindwa kuwalipa wachezaji ambao wanadai milioni 100, milioni 200, milioni 300? Mimi nafikiria je walijenga kwamba uwanja au FIFA ikiwafungia ndipo waanze kujenga uwanja hapo? Kama si sarakasi ya kuruka tu ili waonekane wazuri kwa mashabiki wa Yanga Football Club. Lakini kwa mtu mwenye akili anaona kwamba hapa kuna ujinga, na sidhani kwamba uwanja huo utaanza rasmi kujengwa, kwa sababu mimi kama mdau wa mpira nachukia kama timu kubwa kama Yanga Football Club inakuwa inadaiwa na wachezaji wale ambao wamewatema katika klabu yao, wameshindwa kufikiana nao kimkataba ili waweze kuwalipa kidogo kidogo. Sasa Yanga Football Club inakurupuka, katika kurupuka kwake inakuja kuangukia pua. Unajua bora kuangukia pua kwenye ligi kuu au kwa TFF, sababu TFF anakulea kama mzazi, maana TFF ndo mlezi wa timu hizi za Tanzania, yani Simba, Yanga, Azam, TRA na Mbeya City na timu zinginezo. Yani kwamba TFF anaweza kukusamehe au bodi ya ligi anaweza kukusamehe kwa sababu anajua huyu ni mtoto wangu, huyu ni ndugu yangu. Lakini FIFA waangalie hivyo, wanaweza kukushusha hata daraja. FIFA watangaza kwamba Yanga wasisajili misimu isiyoeleweka, yani kwamba hawajatoa muda rasmi ambao Yanga atakuja kufunguliwa, kwamba leo wamefunguliwa.
Kikomo ni kwamba Yanga pale watakavyolipa madeni, mimi najifikiria kama wao wana hela, kwa nini wameshindwa kulipa hela hizo? Kwa nini hii milioni 30 ambazo wamepigwa juzi na TFF wanachangisha na wamekubali kwamba wachangishe kwa wao wapenzi wa Yanga? Wapenzi wa Yanga wana maisha magumu, wanashindwa kuingia uwanjani, lakini katika kuchangia timu yao kwa watu wanaofanya makosa ni viongozi wao, wanaruhusu kuchangia hela. Kwangu mimi nasema ni kitu cha kutojitambua, maana sasa mtu aliyeiba au ametukana unaenda kumsamehe, yani kwamba ngoja tumuombe kwa Mungu au tumfanyie kitu fulani au ngoja tumsaidie mtu aliyefanya kosa la jinai, baada ya kusema hiyo adhabu iweze kumsaisha au kumkosoa au kumfanya kitu fulani ambacho kitamsaidia katika kurekebika katika tabia. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga, mpo tayari je kuchangia timu yenu ili muweze kufunguliwa katika usajili, maana viongozi wenu ndio wanaosumbuka. Asante sana, endelea kusubscribe YouTube channel Fabidigo TV, nami ni Fabidigo. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.